Nipende kukukaribisha katika habari zetu ambazo tunaangazia, na habari yetu tulionao siku ya leo ni kuhusiana na moto wa nyika ambao umeweza kusababisha maafa makubwa zaidi kule Korea Kusini. Takribani watu 18 wamekufa katika moto mbaya zaidi katika historia ya Korea Kusini. Watu 18 wamepoteza maisha na wengine 19 kujeruhiwa wakati moto wa nyika wa Korea Kusini ukiendelea kuteketeza eneo la kusini mashariki mwa nchi hiyo. Kulingana na idadi ya hivi punde katika Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama, baa hilo ambalo halijawahi kushuhudiwa bado ni baya. Kulingana na Kaimu Rais Han Duck-sung ambaye alisema moto huo unaandika upya vitabu vya rekodi za moto mbaya zaidi katika historia ya taifa letu. Zaidi ya watu 23,000 wamehamishwa na mamia ya majengo kuharibiwa, huku upepo mkali ukichochea moto huo kuendelea. Maeneo kadhaa ya urithi wa kitamaduni pia yameathiri, ikiwa ni pamoja na hekalu la Buddha la umri wa miaka 1300 ambalo liliharibiwa wakati hazina nyingine za kitaifa zikihamishwa. Maelfu ya maafisa wa zimamoto na wanajeshi wapatao 500 wametumwa kudhibiti moto mwingine, zikiwemo helikopta kutoka kwa jeshi la Marekani lililoko Korea. Moto wa nyika si wa kawaida nchini Korea Kusini, na vifo vinavyohusiana na nadra. Mioto ya sasa ambayo imeua takribani watu 18 ndani ya siku chache zilizopita tayari ni mbaya zaidi katika historia ya nchi hiyo. Takribani ekari 17,000 za misitu pia zimeharibiwa na kufanya moto huo kuwa watatu kwa ukubwa katika historia ya Korea Kusini kwa eneo hilo. Korea Heritage Service, shirika linalohusika na kuhifadhi na kukuza urithi wa kitamaduni wa Korea, liliboresha onyo lake la maafa hadi kiwango cha juu zaidi kibaya Jumanne kutokana na hatari kubwa ya uharibifu wa maeneo ya urithi. Hizo ni habari ambazo tumekuletea kupitia Afya na Raha TV. Unaweza kutuma ujumbe wako kwa kila ambacho umekisikiliza kutokana na habari ambayo tumekuletea wasaa huu. Rangu jina ni Andrea Amos Masanje, kama msimulizi wa habari zako za kimataifa.